Nikamwambia kumbuka jinsi ulivyoingia ndani ya hii nyumba. Kumbuka jinsi ulivyoingia ndani ya hii ndoa. Nikasema ni kweli Mungu. Huwezi amini, nilivyoingia kwenye ile ndoa, sikuwahi kushuhudia juu ya hii kanisa. Nilimshuhudia baba na yeye akanipa nguvu, akazidi kuniombea na akanisimika. Akanipa nguvu, nilipotetemeka akasema hapana mwanangu. Huyu ni Mungu amefanya kupitia mateso uliyopata. Mimi ni mtu niliyetoka kwenye chumba cha kulala na mtoto wa miaka 18 nikiwa kwenye chumba kimoja. Katika Mungu kutaka kunipitisha na kuninua. Nilikuwa na hela kwenye simu. Ile hela ilipotelea kwenye simu. Nikiwa nimenunua uwanja kwamba nitajenga. Tambua rafiki, tambia Mungu. Maisha unayoyatazamia wewe, mpango uliopanga wewe sio mpango wa Mungu. Sio Mungu aliyepanga uishi hayo maisha. Mungu aliyabadilisha maisha yangu pasipo mimi kuzani. Mungu aliyabadilisha maisha yangu pasipo mimi kujua. Lakini shetani hakukubali. Farao alisimama pamoja na kupewa umiliki, pamoja na kupewa asali na maziwa. Shetani alisimama, lakini katika kusimama Mungu akasema huyu ni wangu. Nilipoingia kwenye ile ndoa nilikuja kama mfanyakazi wa ndani. Nilipokuja kama mfanyakazi natafuta kazi. Nilipotafuta ile kazi nikaingia mahali pale. Nikakuta yule baba hana mke, ana watoto 2. Na mimi pia nimeachwa na watoto 3. Yule baba akasema sio wewe uliyekuja hapa, mimi najua Mungu ameleta mke. Yule mume wangu ni mlemavu. Mimi naamini sio muda mrefu atatiki mahali hapa. Nikasema hapana, haiwezekani. Huu shuhuda ni Mungu ananishurutisha. Sikupenda kwa nguvu zangu mimi. Akasema hapana, wewe ni mke. Nikasema haijawezekana. Nikakana kufikiri katika nyumba hili. Nikasema mimi sio kuolewa na mlemavu. Kweli Mungu, yule mwanaume alikuwa mzuri aliniacha. Kwa nini umenipa mlemavu? Nikalala nikaota. Nikaambiwa huyo ndiye. Huyo ndiye. Nikasema hapana, mbona ana mke? Na mbona ana watoto? Akasema hii ni miliki yako, ni wewe kuja kukomboa nyumba hii. Niliona ni mawazo yangu. Tambua nilikuwa kwenye uokovu sio chini ya miaka 18, lakini nilikuwa sijamjua Mungu. Katika ile nyumba, kumbe Mungu anataka kunivusha na nimjue zaidi. Nikasimama. Pana Farao alisimama. Mtoto akasimama, mzaliwa wa kwanza. Akasema haiwezekani wewe ukae hapa. Yuko mama yetu ambaye anaweza kukaa hapa, sio wewe. Nikawa na mfanyakazi wa ndani. Yule mfanyakazi akaja hapa kwenye hii madhabahu. Alipokuja nina mimba ya mtoto wa kwanza sasa kwa huyo baba. Nikaenda hospitalini. Nilipoenda kupima nikaambiwa mama, tumbo limejaa maji, halina mtoto. Yule mtoto akaja akaniambia mama, kuna sehemu huyo mchungaji anaomba mama, sio jambo la kawaida. Nikasema wewe, mimi nimesali sana na kubatizwa, nimebatizwa. Akasema mama twende. Nikamwambia mimi siendi. Akasema mama twende. Siku hiyo nikalala, nikaota watu wamenipasua tumbo wanamtoa yule mtoto. Nikamsimulia yule mtoto alikuwa miaka 14, alikuwa anaitwa Stella. Akasema mama twende. Yule mtoto alinikokota mpaka kanileta mahali hapa. Nilikuwa natembea kiajabu. Huu mguu ulikuwa yaani ulishakatwa. Nikienda hospitali waniambia ni nyonga. Hapo hapo ananiambia mtoto hamna, tumbo limejaa maji. Nilipokutana na mtumishi wa madhabahu hii, mimi ndiye Mungu wa majeshi. Nisingembeba yule mtoto wala kumshika. Mimi sikujua. Kumbe ilikuwa nguvu ya Mungu inayoniita. Na ilikuwa nguvu ya Mungu inayonisimamisha ndani ya mji ule. Ilikuwa nakimbilia asali na maziwa ambayo Mungu aliandaa. Ninakushukuru wewe Mungu. Ninapotoa ushuhuda Mungu. Ni wewe umesema nitoe watu wapone. Nikaja baba akanifanyia maombi. Akaniambia mama, nakuhitaji kesho saa 3 hapa. Na ninakupa dozi ya siku 3. Nikasema dozi tena? Kwa Mungu kuna dozi. Nikaja asubuhi. Baba akashika Biblia. Aliposhika Biblia, baba akaanza kuniambia habari za maisha yangu kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa 3. Akasema umetoka Kigoma wewe. Mwanaume alikuzalisha akakutelekeza. Sio wewe, kuna nguvu imesimama. Kuna jini lishakuoa wewe, una pete mkononi mwako. Baba alivyoshika mkono wa pete, mkono wangu ulitetemeka tukiwa wawili ndani ya hili kanisa. Baba hakuchoka, akanifuatilia. Na shetani akaendelea kusimama, lakini baba hakuchoka. Baba alikuwa anakuja kwangu hata mara 3. Na nguvu ya giza ikaendelea kupamba moto. Ikaisha. Nitawachelewesha, ushuhuda ni mrefu. Ikaisha hiyo. Ilivyoisha baba akaendelea kunifuatilia. Ilikuwa mwezi wa 2 mwaka huu. Na majira kama haya mume wangu alipoleta yule mke, nikaambiwa
Nikabusi pambane wewe. Yupo anayeweza kukupambania. Nilikuja hapa kanisani muda wa saa 9, saa 10 na ria. Nikamkuta baba kakaa pale. Baba kaniambia, "Angel, shida nini?" Nikamwambia, "Baba, na nyumba yangu inaungua baba. Mimi sijui Mungu huyu Mungu naye muabudu kwani hanisikii." Baba aliniambia maneno mawili. Akaniambia, "Chagua njia hizi mbili. Chagua njia nyembamba na njia pana." Baba alijaribu kurudisha mlango, akanitolea mfano. "Wewe si mnene, haya pita hapa." Kupita pale nilishindwa, nikapita kwa kujibana. Akasema, "Ndio njia ulionayo, ila mbele yako kuna furaha kubwa ambayo wewe huioni, mimi naiona." Baba akiniambia hivyo, akanisomea maandiko. Aliponisomea yale maandiko baba, nikasema, "Kweli baba, kweli. Uwezi amini mama mkwe wangu nilivyorudi." Baba kanielekeza, "Kafanye usipambane wewe, kafanye 1 2 3. Yule unayemuona anayeharibu ndoa yako sio yeye. Kuna watu rundo nyuma yake." Nikasema, "Baba kweli." Baba akasema, "Kuna watu." Nikaenda, nikafanya kama baba alivyoniambia. Uwezi amini wale watu waliinuka sio chini ya watu 10. Nikawaona hivi kwa macho yangu. Nilipoona wale watu, mume wangu akapiga simu familia ya pili, familia ya kwanza sasa. Akawapigia simu, "Njoeni huyu mwanamke simuhitaji na simtaki tena na sihitaji kumuona kwenye nyumba yangu. Njoeni wanangu, njoeni niwalisishe vyote." Nikasema, "Mbona baba aliniambia ni mlango mwembamba?" Sio mimi naisema, hata wasikie. Ni Mungu anatangaza ukuu wake. Nikasema, "Mbona baba aliniambia ni njia hii hapa natakiwa nipite." Nikaenda kwenye chumba cha watoto. Nikasema, "Uhimidiwe wewe Mungu. Umesema tushukuru kwa kila jambo. Hata nami ninashuka mbele zako. Mimi ni mtumishi wako. Ninasambaratisha hiki kikao. Ninasambaratisha urisi. Wewe Mungu nisimamishe. Nishuhudie matendo makuu." Uwezi amini kile kikao hakikuja kwenye nyumba yangu. Kilienda nje na nyumba yangu. Wakaenda kutafuta hoteli wakakaa. Na yule binti ya kurudi tena kwenye nyumba yangu akawa amesafirishwa. Nikasema, "Mungu asante." Mimi nikajua nimemaliza. Mpendwa, Mungu ana nguvu. Nikaambiwa funga. Huo msara ulipoisha, nikaambiwa funga.